katika miaka 60 ya Kenya imetuheshimu na imetutunuku kama serikali ya William Ruto, na sisi kwa mapenzi ya Mungu tunarudisha mkono mwaka ujao mwezi kama huu, na inshallah hapo mbele tutahakikisha watu wa asili ya Kimijikenda, wa Kiorma, wa Kipokomo, wa Kibajuni na wengine wote ndani ya waliojumlishwa ndani ya Mombasa na Pwani, wakiwa wao pia watakuwa katika uongozi wa kitaifa la Jamhuri ya Kenya. Haiwezekani miaka nenda miaka rudi, baada ya yale tuliyopata kutoka William Ruto. Leo hapa watu wa Likoni tayari tumeona mambo ya feri yameangaziwa. Katika kabla mwaka huu kuisha, feri ya Likoni itakuwa imeongezwa nyingine by December. Vile vile tumeanza kukarabati feri ya Mtongwe. Feri ya Mtongwe imekuwa haihudumu karibu miaka 20 na kuanzia 1994 pale kulipokuwa na ile ajali. Kwa hivyo zile huduma za feri za Mtongwe pia zitarudi. Hapo katika kivukio, tukimjumlisha hayo mambo ya feri, pia tunajenga soko itakayoweka wachuuzi hapo na itakayoweka passenger bay, ili pia wale wa abiria wapate afueni wakati wanapovuka feri. Wakati asante sana. Kwa hivyo nilikuwa pale nikisema kwamba feri ya Mtongwe na feri ya Likoni zote zinaangaziwa na zitaanza kuhudumu vilivyo ile ya Mtongwe. Kuna masala haya ya soko imejengwa. Kuna masala hapa tukiangalia ndani ya pwani nzima, kuna hii special economic zone ambayo iko hapa. Tayari shirika moja linaitwa la gas nimeanza mtambao. Ngojeni kidogo, ngoma za Sengenya wangojee kidogo tafadhali. Ngoma ziongojee kidogo nimalize, alafu tuingie. Haya. Kwa hivyo hapa katika special economic zone tayari tumeanza kuangazia masuala ya gas, ikiwemo ile Taifa Gas, na tuna imani masuala ya LPG bei itaenda chini. Vile vile tumeona rais amemaliza poti ya Shimoni ambayo inaathiri moja kwa moja uchumi wetu hapa ndani ya Mombasa. Vile vile tunaona Mwache Dam inaendelea na ujenzi na itaendelea kutupa huduma za maji. Tumeona barabara sasa zikiangaliwa na zikiangaziwa. Tumeona mambo mengi sana ambayo yanaweza kuhudumu kwa sababu ya sera ya William Ruto. Na sisi kama watu wa pwani pia tumepata nyadhifa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Tumepata nyadhifa katika masala ya spika, tumepata mawaziri, tumepata makatibu, tumepata wenyekiti, tumepata wakurugenzi katika mashirika ya kiserikali, tumepata majenerali, tumepata kila mtu, na tumepata mpaka makatibu ama madirekta katika mashirika ya kiserikali. Lakini pia la muhimu tumehakikisha hao watoto wetu sasa wakitimiza miaka 18 waweze kupatiwa ID card zao bila ya malalamishi, bila ya kuambiwa walete stakabadhi zaidi. Waweze kuhakikisha wamepatiwa ID zao kwa muda ya wiki moja bila ya kuambiwa walete vitambulisho vya nyanya zao na babu yao na marabasheke na wengine. Hiyo ndio ile serikali ambayo imeondoa ubaguzi kuanzia 1960. Leo ikahakikisha kwamba tumeleta usawa wa jamii zote ndani ya Kenya. Kwa hivyo sisi ndani ya pwani tumesema hatuna budi isipokuwa kusema sisi tuko two term.
na sio kwa ajili tu tuko two-term, tunarudi two-term kwa matendo ya William Ruto, kwa yale waliowafanyia wapwani, kwa kutuhusisha katika serikali inclusivity, na lazima sisi tuhakikishe tumeingia ndani, tumeweka msingi wetu kama wapwani ndani ya serikali hii. Wazee wetu walituvalisha haya mavazi. Wajua wengine wanaona ni mavazi, sisi twajua ni mila. Mimi nikivaa hili vazi sivai kisiasa, navaa nikijua ile jukumu. Wanakuja wengine wanavaa haya mavazi ya Kimijikenda, lakini hauelewi Umijikenda ni nini. Umijikenda ni katika sera na jamii ambao wako katika hali ya kujikomboa na kukomboa wengine. Wamijikenda ni mashujaa, kina mama zao Mekatilili wa Menza na wale waliotangulia kabla sisi walituonyesha ni nini kupigania haki za watu wako. Kulikuwa na wazee wetu hapo mbeleni, wakiwemo pia kina Boy Juma Boy katika mashirika ya wafanyikazi, kina Abdalla Ndovu Mwidau, kina Mzee Mwahima, kina Ronald Ngala, kina Jembe Mwakalu na wengine wengi walioleta ukombozi na walioendeleza fikra za ukombozi ndani ya pwani. Sisi Kenya ilipobuniwa, wazee wangu, sisi tulisema tunataka kuwa katika majimbo. Tuliamini wale walioanzilisha taifa wataanzilisha ubaguzi juu ya watu wetu, na yale tuliyoyaamini ndiyo yale walioyafanya kwa miaka karibu 60. Ilichukua mtazamo na msimamo na sera za serikali ya UDA na William Ruto kukomesha miaka 60 ya uwizi, ya ubakaji, ya dhulma ya mwanzilishi wa taifa hili Jomo Kenyatta. Na siku moja nilipoyaongea, wakasema kumwingilia Jomo Kenyatta ni matamshi ya chuki dhidi ya kabila. Mimi nitaendelea kumwambia Jomo Kenyatta na watoto wake na vifaranga vyake ukweli kwamba wao wameiba mashamba yetu, wametunyima haki zetu, na hatutokubali kamwe yeye ama vikaragosi vyake ama wale anawasponsor kurudi katika uongozi wa Kenya. No way. Enough is enough. Haiwezekani hawa watoto wetu waliopatiwa fursa ya kupata ID sasa waambiwe warudi tena vetting kwa kupitia sera za Kalonzo Musyoka, sera za Rigiji na mafisadi kama wao. Hiyo haiwezekani kamwe. Mimi nilipozungumza juu ya mambo ya pwani, nikijua yale waliopitia wazee wetu, yale waliopitia waliotutangulia, Kalonzo Musyoka akasema mimi nimetamka mambo ya chuki. Wewe Kalonzo, kwa watu wa pwani kutamka mambo yao na wewe kuona wao ni watu wa chuki, sisi tutahakikisha you will never be the president of the Republic of Kenya. Huwezi ukatuona sisi hatuna watu, ukafikiria sisi ni wale watu wa kuongojea nazi kuanguka. Hata sisi tuko na wasomi wetu, tuko na mawaziri kama kina Mvurya, tuko na maprofesa kama Shauri, tuko na maprofesa kama Boga, tuko na maprofesa kama William Kingi. Hakuna mtu anaweza kutufundisha kitu ambacho sisi wenyewe hatujui. Kama ni utetezi wa Jamhuri ya Kenya, yale mashimo Raila aliyopitia, yale mashimo ama mahandaki Orengo amepitia, ni yale mashimo na mahandaki hata mimi nimepitia. Hata sisi tunajua what is right for our society. What is right for our society ni kumpa William Ruto 2 term. Haiwezekani mtu yoyote
kufikiria tutang'oka kwa hii serikali bila ya sisi kupambana nao moja kwa moja, ana kwa ana, mundu kwa mundu. Haiwezekani. Leo baada ya miaka 63 kina Hassan Sarai wanaendeleza vyama vya kitaifa. Mashirika makubwa yameshikiliwa na watu ambao walikuwa hawahesabiki. Minorities wamepata ndani ya hii serikali. Uhuru imemkera sana kwamba leo Wakenya wanapata afya, huduma za afya, wanapata nyumba, wanapata elimu, na imehakikisha kwamba tutarejesha mashamba na rasilimali ya wapwani katika mikono ya wapwani na kaunti za pwani. Walipoona hayo, wameanza kumtilia William Ruto fitina. Uhuru Kenyatta, pesa zako si pesa za jasho. Pesa zako ni jasho na damu za maskini wa Kenya, na maskini wa Kenya watajitokeza kulinda serikali ambayo imewapa heshima, serikali ya William Samoei Ruto na serikali ya UDA na broad-based government. Sisi si wale wazee wangu nawaona hapo, waliwafanyia khiana, waliwadhulumu, waliwaita MRC, waliwaibia ardhi, waliwafanyia dhulma nyingi, lakini haiwezekani tena hizo dhulma kufanyika hapa ndani ya pwani. Wao husema sisi ni watu wa starehe na ngoma. Tutafanya starehe, tutafanya ngoma, lakini pia tutakwenda ngoma na nyinyi kimambo ya uchumi na siasa. Haiwezekani kila mwaka nenda mwaka rudi. Tukianza ukombozi tunarudishwa nyuma. Na ndio nataka kuzungumza, wazee wangu, kwa unyenyekevu sana kwa jamii za Kimijikenda na jamii zote za Kipwani, Wabajuni, Wapokomo, Waorma, Warabu, Wanani, wote wakiwa ndani. Hatuwezi sisi kupangwa na mtu, tutajipanga. Mzee wetu Ali Sherau Makwere alianzisha vuguvugu na kumjumlisha Wamijikenda wote, yeye na Profesa Kingi na kina Saburi na wengine wote, na wamekubali wakimaliza hiyo safari watafanya safari ya kuunganisha pia wapwani wote. Waorma waungane, Wapokomo waungane, Wabajuni waungane, na jamii zote, hata wale ambao ni Wajaluo, Waluya na wengine wote ndani ya pwani. Tuungane, tutague viongozi wetu kwa hiari yetu. Kama jana nilisikia mzee mmoja mwalimu kule Kwale akisema hawataki zoning kama ODM. Akasema UDA ndio inataka zoning, hata UDA haitaki zoning. Haiwezekani kwamba zoning ikawa na faida kwa mtu yoyote isipokuwa yule ambaye amekosa kutekeleza majukumu yake. Hatuna la kuogopa, na mimi safari hii nimejitolea muhanga kuhakikisha nimeushinda ugavana wa Mombasa. Mimi nitakuwa kwa ballot 2027 na nitakuja kwenu mitaani kwenu, katika soko zenu, katika makazi yenu, katika kila pembe ya Mombasa, kuhakikisha tumeleta mageuzi. Watu wa Mombasa wamesema 15 years enough is enough. Tumechoka. Mimi sasa niko na mtandao na network ulimwenguni, tujuana na Wachina na wengine wengi. Wametuambia watakuja kuleta, washirikiane na mimi walete maendeleo hapa. Kitaifa tunajuana na watu wengi ambao wako tayari, tukiimarisha uongozi sisi tuweze kuleta uongozi mpya hapa na wao waje kuwekeza hapa. Vile vile katika maeneo ya Afrika nimekutana na marais wengi, Museveni, Salva Kiir, Mama Suluhu, na wameniambia kijana,
Nenda tukua uongozi ndani ya Mombasa, tushikane, tufanye, tuhakikishe tuko na Afrika Mashariki moja. Mwenzangu wa sasa haniwezi, kuniweza kwake ni kurejista katika mipangilio yetu ya national government. Kwa hivyo mimi leo nimeitisha umoja wa kila mtu. Nimemwambia Makwere nitamtafuta, nimemwambia Kingi nitamtafuta, William Kingi profesa, maprofesa wengine Shauri, kina Saburi na wengine, tukae chini, mawakili, mainjinia na kila mtu, kimama mboga na watu wa bodaboda wa kutoka pwani, tukae chini tupange maisha yetu baada ya William Ruto tukishamaliza 2 term. Wakati kama wataka kuheshimiwa, lazima mpeleke watu wa kisawasawa mbele, na mimi naamini kwa wale wanaotafuta kiti cha ugavana wa Mombasa, mimi ndio mtu wa sawasawa. Mimi sina haja kumwambia mtu historia yangu. Nimekulia mbele ya macho yenu. Kwanzia niko university muliniona, nikiwa katika human rights muliniona, nikiwa senator muliniona, nikiwa sasa mbunge wa East Africa mwaniona, nikiwa SG mwaniona. Na waomba kazi moja peke yake nimalize kazi zote, kazi ya ugavana wa Mombasa County. Kila nilipoingia, mashirika yote nilipofanyia, mimi niliweza kutekeleza majukumu yangu kwa sifa na ujasiri. Nilipokuwa kiongozi wa wanafunzi waliwika, mpaka Moi akanifukuza na sisi tukamfukuza Moi. Nilipokuwa human rights iliwika. Nilipokuwa senate liliwika. Nilipokuwa UDA na wika ndani ya pwani na maeneo ya Kenya. Na inshallah nikiwa governor, Mombasa itawika kimaendeleo na kiuchumi. Kwa hivyo sisi tunamwombea William Ruto kura na tunajiombea wenyewe. ODM ifanye campaign, UDA ifanye campaign, kila mtu afanye campaign, alafu mabosi, mafundi, wale watakaoamua ni raia wa Mombasa, wa pwani na wa Kenya. Kila mtu aachiwe uamuzi wake wa kidemokrasia. Na mimi nimekuja kwa kuwanyenyekea, sio tu kwamba tumpenda William Ruto kwa yale mambo ambayo ameyafanya, lakini ni mtu mzuri, na mimi naomba kwa uzuri wake tumvishe koja. Ametupa heshima kubwa, na sisi tumrudishie heshima. Na vile nawaomba mshirikiane na Mwalimu Mwahima, mtoto wa mzee wetu Mwahima, na yeye pia mumvishe koja, na Fatuma Barayan na wengine wote watakaotafuta viti katika UDA ndani ya Mombasa. Kwa hayo mengi, wacha sasa nimwalike dadangu mdogo Fatuma Bakari Barayan. Asanteni sana. DJ